Morogoro Paralegal Center au kituo cha wasaidizi wa sheria Morogoro, kama wengi wanavyofahamu, tunakukaribisha wewe ambaye umekuwa ni mdau wetu katika huduma ya msaada wa kisheria katika uzinduzi wa mfuko wa mwanamke. Ni tukio la kihistoria kabisa kwa shirika letu ambalo tunatamani wewe kama mdau uweze kushirikiana pamoja nasi katika kutimiza malengo ya mfuko huu. Na mfuko wa mwanamke ni nini? Mfuko wa mwanamke ni mfuko ambao una historia, na historia yake inaenda kwa waasisi wa shirika letu. Shirika letu lilianzishwa mwaka 1993 na waasisi wakiwa ni Bi Flora Masoi pamoja na Bibi Isabella Katungutu na wenzao. Sasa Bi Flora Masoi ameshatangulia mbele ya haki, ni marehemu kwa sasa, lakini Bibi Isabella Katungutu yeye anaenda kustaafu rasmi huduma ya msaada wa kisheria kwa sababu ya umri wake. Ameitumikia shirika letu kwa zaidi ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwake mpaka hapa tulipofika. Kwa hiyo, kwa kutunza kumbukumbu ya waasisi hawa, ni wanawake vinara kabisa katika kuendeleza juhudi za upatikanaji wa haki kupitia huduma ya msaada wa kisheria, basi tutakuwa na uzinduzi wa mfuko huu kama sehemu ya kumbukumbu, lakini ni kumbukumbu ambayo inaenda kuendeleza shughuli ambazo walizianzisha kwa miaka hiyo 30 iliyopita. Kwa hiyo ni tukio la kihistoria. Tunafahamu katika historia ya kuanzishwa kwa shirika letu mwaka 1993, yapo mashirika ambayo ndiyo yalikuwa yameleta hamasa kwa waasisi hawa. Mashirika ambayo yalikuwa wa inspire au yamefanya motivation kwa Bi Flora Masoi marehemu pamoja na Bi Isabella Katungutu na wenzake. Nitataja baadhi ya mashirika ambayo yanakuwa ni sehemu ya historia hii ya huduma ya msaada wa kisheria ambayo inatolewa na Morogoro Paralegal Center. Bi Flora Masoi na Isabella Katungutu katika historia yao ya huduma hii ya msaada wa kisheria na shirika letu la Morogoro Paralegal walikuwa wamepata hamasa kubwa kutoka kwa kituo cha sheria na haki za binadamu, Legal and Human Rights Center. Wakati huo Legal and Human Rights Center mkurugenzi wake akiwa ni Bibi Helen Kijo Bisimba ambaye naye kwa sasa ni mstaafu. Sasa huyu ni mmoja ya wanawake, ni mmoja ya akina mama ambao wamesimama kidete katika kutetea haki za binadamu, Bibi Helen Kijo Bisimba, na kupitia shirika lake la Legal and Human Rights Center wakati huo waliweza kuwapatia hamasa kubwa sana Bi Flora Masoi na Isabella Katungutu. Lakini lipo shirika lingine ambalo lipo kwenye historia ya kuanzishwa kwa Morogoro Paralegal Center. Hili linaitwa WILAC, Women's Legal Aid Center. Ni shirika ambalo lilianzishwa kwa ajili ya kutoa msaada wa kisheria kwa wanawake. Kwa hiyo hata Morogoro Paralegal Center, moja ya malengo yake makuu ya kuanzishwa kwake ilikuwa ni kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa wanawake na watoto. Ingawa sisi tunawahudumia watu wote, lakini kipaumbele ilikuwa ni wanawake na watoto, kwa sababu ndilo kundi ambalo lipo katika hatari. Ni kundi ambalo ndio linakabiliwa na changamoto mbalimbali za kisheria zinazotokana na ukatili wa kijinsia pamoja na matukio mbalimbali ndani ya jamii. Kwa hiyo WILAC, Women's Legal Aid Center, ni moja ya shirika ambalo linaingia kwenye kumbukumbu iliyosaidia kuanzishwa kwa Morogoro Paralegal Center, akiwemo Bi Flora Masoi na Isabella Katungutu kama watu wa mwanzo kabisa kuwa inspired na mashirika haya ambayo nayataja kwa maana ya Legal and Human Rights Center pamoja na WILAC. Lakini lipo shirika lingine linaitwa WILDAF. WILDAF na lenyewe ni shirika ambalo lina mchango mkubwa kwenye uanzishwaji wa Morogoro Paralegal Center. Nimeyataja haya mashirika matatu, Legal Human Rights Center, WILAC pamoja na WILDAF, kwa sababu yana mchango
na historia ya pekee katika kuanzishwa kwa shirika letu la Morogoro Paralegal Center, huku waasisi wa Morogoro Paralegal Center wakiwa Bi Flora Masoy ambaye kwa sasa ni marehemu na Bibi Isabella Katungutu. Sasa Bi Flora Masoy ni marehemu, ametangulia mbele ya haki. Bibi Isabella Katungutu yeye bado yuko hai, lakini anastaafu rasmi katika shirika letu kama msaidizi wa kisheria, ambaye kwa miaka yote hiyo yeye pamoja na Bi Flora Masoy pamoja na wengine walikuwa wakifanya kwenye shirika letu kwa kujitolea. Yaani kuna wakati walikuwa wanatoa fedha zao mfukoni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza kufanikisha malengo ya shirika. Na hata sasa sisi shirika letu linatoa huduma kwa kujitolea. Hatutozi fedha kwa watu, lakini pia hatuna mishahara ambayo tunalipwa kama wafanyakazi. Kwa hiyo shirika letu lina misingi ya kujitolea. Tunafanya kupitia mioyo yetu ya kujitolea. Sasa katika kuenzi kazi ambazo zimeanzishwa na waasisi wetu, tukaona haitakuwa vema waasisi hawa wakapumzika pasipo kutambua mchango wao, na wote hawa ni wanawake. Bi Flora Masoy ni mwanamke, Bibi Isabella Katungutu ni mwanamke, Bibi Helen Kijo Bisimba ni mwanamke, WILDAF na WILAC ni mashirika ambayo yamekuwa kiongozwa na wanawake. Sasa katika kuenzi harakati, juhudi na jitihada za mwanamke, Morogoro Paralegal Center tunazindua mfuko wa mwanamke. Na nini malengo ya mfuko huu? Malengo ya mfuko wa mwanamke ni kuendeleza zile kazi ambazo waasisi wetu walizianzisha, kwamba ingawa wao wamepumzika, ingawa wengine wametangulia mbele ya haki, lakini zile kazi zao zinaendelea kuishi, na ili ziwe sustainable, ziwe endelevu, tunahitaji kuwa na mfuko ambao wadau mbalimbali, mimi, wewe, mashirika, taasisi, mtu binafsi, mtu mmoja mmoja, vikundi, wataweza kuwa tayari kujitolea, wataweza kuwa tayari kuchangia fedha au mali na kila aina ya support kuhakikisha kwamba shughuli za shirika zinakwenda, lakini walengwa ambao ni jamii wanaweza kufikiwa na shirika letu ili tuweze kufikia malengo ya shirika, lakini tuweze kuchangia juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwahudumia Watanzania. Kwa hiyo ninatoa wito kwako wewe ambaye ni mdau. Natambua kuna watu ambao wanamfahamu Bi Flora Masoy marehemu, wanamfahamu Bi Isabella Katungutu, wanaifahamu Morogoro Paralegal Center, na wengine wamefaidika kupitia huduma za Morogoro Paralegal Center za huduma ya msaada wa kisheria, ushauri, mafunzo kwa jamii, elimu kwa umma na kila aina ya huduma ambazo tumekuwa tukizifanya. Wewe kama mdau, ninakualika tushiriki pamoja kwenye tukio hili la kihistoria ambalo si tu kuwaenzi waasisi wetu, lakini pia kuendeleza shughuli, malengo na maono ya Morogoro Paralegal Center katika kuwahudumia Watanzania. Karibu sana, tuungane pamoja tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2025.